Chapesa. Habari mwanamichezo mwenzangu wa Chapesa Media, leo furaha na shangwe linaendelea kupitia michezo iliyofanyika jana katika viunga tofauti. Timu 8, viwanja vinane jana vikishiriki hatua ya 27 ya mchezo 28 ya mchezo wa NBC Ligi. Hususan tutazungumzia pale visiwani Zanzibar na kule Morogoro, Simba dhidi ya Mtibwa, tutakuja Yanga dhidi ya Azamu. Mchezo ulikuwa namna gani? Wengi wao au baadhi ya sehemu walikuwa wanasema tunasubiri matokeo hasa ya mtani atakapoanguka Simba bingwa, lakini sivyo ilivyotokea. Nipo na mzee Saidi bwana, tutazungumzia mchezo yote miwili. Tutaanza na mtani wake. Ameliona mbungi lililofanyika jana, mziki uliochezeka Mwanza na mziki uliochezeka Zanzibar. Upi ulikuwa mziki wa kibingwa zaidi, au mchezo ulikuwa wa kibingwa zaidi, wa kiushindani na wa kuhitaji matokeo au ya kuhitaji kuendeleza kuwa ubingwa? Nipo na mzee Saidi, nimleta kitonge, tumsikilize mwanamichezo mwenzetu nini anazungumzia. Mtani wake atakuwa bingwa au Simba atakuwa bingwa? Maana bado sasa kila mmoja ana mechi mbili mkononi. Yanga mechi mbili ili atangaze ubingwa, Simba naye mechi mbili ili ashiriki aweze kutangaza ubingwa kama Yanga atapoteza au ashike nafasi ya pili. Iko na mzee Saidi, alisema kwanza, na nukuu kauli yake, Yanga afungwi mara mbili. Je, mmeiona? Niko naye, tumsikilize. Mzee wangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Shikamoo. Marhaba. Kwema kabisa. Kwema. Kauli ya kwanza kabisa tunaanza kipindi unaniambia Yanga afungwi mara mbili. Kawaida yake, kwani unashangaa? Kwa nini mzee Saidi mbona unakuwa kama mtabiri? Sio mtabiri na wala nini. Yanga alifungwa mara ngapi? Mara mbili na nani? Mimi kumbukumbu yangu alifungwaga mara mbili na Simba, ile ilikuwa 2021 ile alifungwa mbili afu akafungwa goli moja. Baada ya hapo sasa toka umeingia uongozi ile sasa Yanga ilikuwa Yanga ya bakuli ile. Ile Yanga ilikuwa ya mayanga ya kimaskini. Yanga wana hela, hawajijui waanzie wapi watokee wapi. Si ndio yote tulikuwa tunawapopoa. Papatu nyingi. Lakini hata hivyo bakuli kitembendo wapate. Lakini hata hivyo ilikuwa kiubishi na wale watu. Kiubishi? Ilikuwa kiubishi, wabishi, yani wanakufa huko wanajiangalia. Yani yule ananiua mimi. Yani unaniua. Yani mtu unamuua anakusemesha unaniua mimi, wewe poa tu, unaniua. Yani unaniua, ndio wale Yanga wale. Unaniua huku mimi na jaribu natunza hizo kumbukumbu. Yani unaniua, unaniua. Ila itakuja kujirudia. Ila iko siku kama so mimi, familia yangu itakuja kulipiza. Kikwapi. Kwanza tuanze na michezo. Uliangalia michezo yote miwili? Nimeangalia. Wewe tuanze upi wewe mwenyewe kibinafsi na ukiona. Tuanze kwa mtani, tuje kwanza kwako Morogoro. Tuanze kwa Simba. Tuanze kwa mtani kwa sababu gani? Bwana, watu wote Tanzania nzima hakuna mechi mpaka nje ya nchi waliokuwa wanataka ni mechi moja tu. Mechi moja ipi? Ya Yanga na Azam. Na sasa walivyokuwa Azam teta wameanza Azam Sport HD 1 ile ndio kawekwa Yanga. Sasa si ndio wale wanagombea ubingwa, Azam amsimamishe. Lakini sasa sikiliza nikwambie, sijui nitakuwa nimeanza vizuri au nitakuwa nimekosea. Hivi kweli Azam wamenunuliwa na Yanga? Mimi sijui. Tuende tu kiutaratibu. Mimi najua jana wote walikuwa wanatafuta mpira, wote wanatafuta matokeo, wote walikuwa wanatafuta matokeo. Ngoja. Azam wanatafuta matokeo ya nini? Alipate pointi 3. Za nini? Zaka alisemaje? Bado na yeye. Na Zaka. Ndio nataka nirudie sasa. Hebu sikiliza alichokiongea mheshimiwa pale Zaka. Alisemaje? Sisi wenyewe wana Azam tunahitaji matokeo. Ya nini? Pointi 3 tutakazozipata, mechi mbili zitakazobaki, ina maana tunahitaji tuzidi kupambana, wenda tukamshusha nafasi ya pili tukacheza sisi klabu bingwa au tukawa bingwa kabisa. Kaanza ni maneno hayo. Asikazungumza. Kazungumza wewe, unaona ni maneno ya ushindani hayo. Ili angekuwa ngoja kwanza kabla hatujaanza vitu vyote. Wewe unaona ni maneno ya ushindani. Wewe nenda zako. Mfano Yanga jana ndio angefunga. Afungwe na nani? Hakuna hata mfano. Kwenye kifo unaleta mfano. Wakati wewe unajua hurudi.
Wewe ulete kifo mfano. Eti kama akifa, kafa huyo arudi. Hamna mfano huo shekhe. Na ukimwona anatoa mfano huo huyo mtu mfu. Yaani hajielewi wala hajulikani. Yaani anajiona yeye yupo tu duniani kwa hesabu. Si ndio nakwambia mimi. Wewe Yanga afungwe na Azam. Yanga huyu afungwe na Azam. Watu wanasema kule walipanga, hawakupanga. Wewe ulimuona Mohamed Hussein fullback ya kushoto? Haijawekwa. Au ulimuona yao? Hakuwepo. Wale walikaa kwa ajili ya nini? Jana nikuulize, uliziona zile fullback mbili za Azam zimepanda? Hapana. Kwa nini hazikupanda? We vipi? Watu wanacheza mpira kwa kuswichi. Sio mnacheza nyinyi mpira kwa kukurupuka. Mnaenda kuleta machezaji yenu ya hovyo hovyo mnaweka kwenye vilabu. Wewe nini wewe? Jana unaona kapanda Mohamed Hussein huku kawekwa yao. Kafunga Molini. Yaani zile fullback zote zisije. Na ndio maana nakwambia hivi, mimi nilipigiwa simu. Option ya Yanga kwa makombe mawili yote wanayo Azamu. Sasa wanaamua wamwachie lipi? Option ya makombe yote alikuwa nayo Azamu. Sasa tumwachie lipi? Sasa hapo unakuja kwenye kauli ya kumwachia lipi kama cha FA. Sio tumwache lipi? Watu ndio wanapiga hesabu. Twendeni uwanjani, kitakachotokea ndio hicho. Yaani na maana mnakubaliana kesho msije kulaumiana. Ndipo mpira ulivyo. Twendeni tukatafute. Ikipatikana tumshukuru Mungu, tukikosa basi. Ndio kauli iliyokuwa imetumika siku ya jana. Bana, wewe ndio hizo mimi ndo nakupa slogan za mpira. Sio slogan za umbea. Twendeni tukacheze. Kitakachotokea tukubaliane nacho. Au pengine ngoja kwanza. Azam baada ya kushinda kule Mwanza, alienda na matokeo yale na performance ile ya kusema japokuwa tulikuwa pungufu na Yanga tumemshusha. Tukienda Zanzibar ndio tutakuwa tuko wote sawa na tutamfunga tena. Na wale ndio walikuwa nia yao. Azam. Ila walitoka na matokeo ya Zanzibar ya Mwanza. Wale walishajua kwa kwamba tumewafunga Zanzibar. Tukienda Mwanza, tukienda Zanzibar tunawafunga tena. Yaani walikuwa na itikadi, na ndio maana walivyopigwa lile goli waliongeza pressure kubwa mno Azamu. Waliongeza pressure. Fei alikuwa akamatiki. Ndio. Babu, Fei alikuwa akamatiki. Lakini mimi nilikuwa nimekaa nimeutulia na uangalia ule mpira nikajua Fei upati goli hata moja Kitambala anahangaika. Kitambala alimkimbia jana Mzigua. Mzigua akamkimbia. Mzigua Mwamnyeto yule Kitambala akamkimbia Mwamnyeto jana. Akamfuata Baka naye kule katibuka. We vipi? Kumbe umeuangalia mpira afu mnajifanyaga muangalie mpira. Mnasema ukweli. Yanga wamejiandaa babu. Yanga wamejiandaa, afu Yanga wanatumia akili ya kufocus kipi chenye faida kwetu. Bana wewe jana katika mchezo ulikuwa umechezeka jana. Toka mechi ya kwanza wao wenzio walikuwa wanacheza kwa faida. Tuna faida gani sisi? Hivi nikichukua Federation nikaachia ubingwa wa Tanzania Bara MBC League Premier League, mimi nitakuwa na thamani ya aina gani? Hivyo ndio vitu vya kuangalia, so unashabikia tu. Nikiliachia kombe hili la Muungano litakuwa lina hasara gani na faida yake nini? Tuachieni maskini hawa. Kwa hiyo Azam walioachiwa ni maskini pamoja na Simba Sports Club. Watajuana wenyewe mbele ya safari wakapigane huko. Si hatumo. Sasa Yanga anaulizwa na nani? Kila mkilala sasa hivi hawamsemi tena TRA, wanamsema JKT. Kamuonea huruma JKT. Ngoja kwanza. Si ndio wanasema kwa Azam? Walikuwa kwa Azam. Azam watatusaidia mfumo wa Mwanza kwenda tena 100%, na ndio maana nakwambia hivi ile mechi haikuangaliwa hata na mtu yoyote. Hata wa Simba alikuwa haitaki mechi yake kuiangalia. Anaangalia si nilikuwa nao mimi hapo nilipita nikaenda kuangalia. Wameweka mechi ya nani? Mbona nyinyi si ziko TV mbili hizi? Mbona huko zote zimewekwa za Yanga. TV ya kwanza ya Yanga, twende tukaulize hiyo hapo nyumba nyeupe. Twende tukaulize hiyo hapo. TV screen zote zinaonyesha mechi ya Yanga tu. Zinaonyesha mechi ya Yanga, afu Simba wako kimya, hawasemi wala nini. Nikasema ninaposema mimi mnaniita mnafiki, mnawaacha wanafiki. Tuzungumzie kwanza goli la Baka. Si mpira wa kutenga. Kuna mtu mmoja hebu niulize swali lako, ulikuwa unataka kusema goli la Baka.
baada ya kujifunga au kutoa makosa kule zidi ya pale Azam Mwanza, ndio goli la 3 kama vile ilikuwa yeye ndio sababu ya kufuru, lakini jana pia tumeona amejikosha kuwa bwana, ile kosa nilojifanya na kuja na mimi kujisafisha. Hii ipo vipi? Kila mabeki wote ilikuwa kwa Mwamnyeto, ilitokea hivyo hivyo na kaja tayari amejisafisha. Jana pia tunaona Baka goli la kwanza na watanguliza Azam FC. Alafu kwanza nilishasema siku nyingi, nilisema hivi, yule Baka Mwamnyeto wote wanahangaika. Unajua Mwamnyeto ni namba 4. Ndio. Kiuhalisia kimpira. Baka ni namba 4. Kiuhalisia kimpira. Na ndio maana unakuta wanapata tabu. Center half typical Yanga hawana, kwa sababu yule mtoto anaumwa mpaka leo. Jobu ni center half typical. Sio namba 4 Jobu. Yaani namba 5 na anacheza kinamba 5 Jobu. Wale wote wanacheza kinamba 4. Na ndio maana unakuta makosa yanajirudia rudia. Baka kaisha sababisha kosa, timu ikaadhibiwa. Mwamnyeto kaisha sababisha kosa, timu ikaadhibiwa. Kwa hiyo wale watu wote watasi wa kulaumu. Wameenda wamemtafuta Insinki. Insinki kashindwa kuja kuendana na movement ya Yanga. Unajua Insinki ana mpira wa polepole. Yule yupo wa kasi kama vile yuko wa kasi kama Yanga wanapotaka wao. Ndio shida iliyopo hapo. Lakini kama Insinki angeendana na kasi ya Yanga, Insinki ni mzuri sana. Ila Insinki kama kwa mfano anakutana na Kolo Tule, Asman Tule, kama kwa mfano anakutana na Mandoza, yani anaenda kucheza kwenye ile timu hiyo. Yani hao watu wawili akutane na Asman Tule, akutane na Mandoza, wewe bwana utafurahi. Insinki ndio utampenda. Kwa sababu Insinki ni mtu wa kumalizia. Sasa Baka ni mtu wa lapsha. Mwamnyeto mtu wa lapsha. Unatoa utatoa kaisha kuvulumua. Zamani kamaliza. Sasa na nini? Inapokuja yeye unapokuja ndivyo anavyokupokea. Yaani ndivyo alivyo. Na ule mpira unaona ulivyopigwa ile ule mpira wa kutenga Baka alivyoenda kucheza. Mpira wa kutenga alipiga Okero akampigia Dube. Kuna mtu mmoja anasema Baka ukati anakwenda juu alimkandamiza mtu ndio akaupiga ule mpira. Baka hana habari hiyo. Baka we man to man ndio anakumaliza. Lakini Baka alikwenda mwenyewe kanyooka. Zile za Ronaldo bwana zile. Kanyooka mwenyewe. Muangalie vizuri TV. Kama mnashindwa ombeni kwenye simu zenu muangalie. Shida kubwa ya watu wa mpira wa Tanzania. Mambo mengi kwa sababu yako kwenye simu. Na dunia imekuwa kijiji kwenye simu. Wanaangalia kwenye simu. Simu huwezi kufananisha na skrini kubwa. Sababu kisimu skrini yake ni ndogo kidogo. We Baka kaenda mwenyewe katulia kaugonga ule mpira kilichosababisha yule mtoto alikuwa na haraka. Kipa haraka ndio imemponza. Katoka kufanya nini? Ukati ule mpira wa adhabu ndogo. Alikuwa anatakiwa alikuwa anatakiwa atulie au angalie ule mpira unaenda kutua kwa nani. Ndipo akurupuke. Mpira unapigwa yeye kaishautoka golini zamani. Wapi na wapi? Ile ndio kosa. Kwa goli la kwanza ni makosa golikipa wa Azam mwenyewe. Sio kwa mchezaji anapofanya kosa ndipo timu iadhibiwe. Kwa timu kama ya Azam na Yanga, mtu mpaka afanye kosa ndio unaadhibiwa. Penalti kosa lile kaadhibiwa. Kadi nyekundu kosa kaadhibiwa. Na nikwambie sasa, hawa watu wawili waliokutana kwa siku hizi kandani ya wiki hii, mipira yao inaenda inafanana. Kwa nini inafanana? Kwa sababu wote wanapiga mateke. Azam mateke, Yanga wanapiga mateke. Sasa Yanga kapiga mateke, kakutana na mpiga mateke fundi. Akaona hapa mimi nicheze mpira. Nimwachie mateke huyu. Mimi nipige mpira. Ndo matokeo yake mtu katoka na kadi nyekundu. Ile ndio adhabu ya mwisho katika dakika 90. Yaani ile ndio adhabu yako wewe ya mwisho ukipewa kadi nyekundu. Nataka nikuulize. Tuzungumzie pia goli la pili la Depu. Penalty ilikuwa amepewa Rajiga. Wengi wao wanaona kama ni penalty ya makando kando hivi kwa Depu amejiangusha. Ile Twaribu hakumgusa yule Depu. Wewe binafsi unazungumziaje kuhusiana ile ni penalty ya rali au ni penalty ya kubebwa pia wanayanga? Lile limgula Twaribu kuliona. Wapi? Kwa Depu pale. Kwanza Depo kamlazimisha afanye makosa ule mtoto. Sawa sawa na Hussein Kazi na Aziz Ki. Yaani Yanga mimi nakwambia Yanga hawa na dhambi kweli kwa Mungu. Hawa Yanga wana dhambi nini sasa Mzee Saidi? Walienda kumlazimisha
yule mtoto mpaka kaondoka Simba, maskini ya Mungu. Ni kazi kwenda Namungo. Ni kwenda Namungo kwa sababu ya Aziz Ki. Huyu naye huyu jana kalazimishwa. Ule mpira alikuwa nao nani? Si wameanza nao tangu ukataka kutoka nje. Kambana yule bwana kaliputu hadi ile mpira likageuka kakimbia nalo wakaenda nao. Na mimi nikasema pale nilivyoona Depo kageuka wanaenda kwenye box, nikasema huyu mtoto amwache Depo, ili kusudi yule anayekuja ndo aje clear. Hii kaenda na mabio yale kuchomeka mguu umeenda kumgonga, afu anasema kaupiga mpira. Ule mpira hajaupiga. Azam ndio nini kamera zao wenyewe. Wale wangegandisha kabisa kweli, kaugusa mpira huu hapo mguu. Waliwahi kugandisha mechi moja ilikuwa Azam na nani sijui, Azam wakadhulumiwa. Kenda kaigandisha ile. Watu kweli jamani, Azam wameonewa. Sasa hii bwana wamepelewa, walipopeleka tu ile ya pili wakaona mpira hajaugusa. Yule forward yule Depo aliuficha mpira, alishajua huyu anakuja nimeshamwacha. Huyu lazima mimi atanichezea, alafu akauficha mpira mguu wake wa kushoto. Kwa Talibu kaja akapiga mguu. Yeye akaingiza limguu lile kama alivyofanywa Shomari Kapombe kule Mtibwa. Umenielewa? Yeye akaingiza limguu bila kufikiria, na kwa sababu uko speed. Huyu yuko speed afu kaisha uficha mpira. Hana mpira. Kwa hiyo lazima ili uuguse mpira lazima umsukume na yeye na mguu. Kamsukuma alajiga tena. Alinesa kwanza. Hapo akakutana maneno ya hovyo ya Koba sijui nani golikipa wa Azam. Nikasikia wewe unaniambia tena, akaniambia amecheza alafu kacheza alafu akatoka na kadi kwa. Alimwambia kacheza alafu. Zuberi sijui alisema nini, akamwambia hakuna. Kacheza alafu Zuberi akarupeleka tena maneno, nitakupa kadi. Akamwambia nenda, akamwambia chwa pale kadi nyekundu. Yaani Simba bwana, au haendi kupiga hodi kuchukua wachezaji kama wale wanaokota wachezaji wao ajabu. Kwa hiyo ndio akaenda akamtuliza Foba. Tulia mdogo wangu, huu ilishatokea ili alibadiliki. Alafu mimi naujiuliza kila siku. Hivi refa akipuliza filimbi akaonyesha pale kwenye kidoti cha wewe unaenda kumvaa refa ili iweje? Sasa tunataka ujaribu kumleza. Alafu pengine sio faulo. Alafu anabadilisha. Inawezekana kama akasemaje? Akasemaje? Siwezi jua sasa. Mimi sijawahi kuona hata Ulaya. Ulaya sasa kuna kitu, kuna support wana. Achana na kabla. Nyinyi simeanza kuangalia mpira juzi. Mimi tangu nimeanza kuangalia Ulaya mtu anacho tafsiri ya refa kwa hapa ni teuta kuirisha aseme napitishwa vile vile. Nimekosea ili sio tuta. Kweli? Mimi sijawahi kuona. Sana tu mtu naenda kupewa makadi ya ajabu. Refa kaishapuliza. Mtu ambaye anaweza kumwambia hiyo sio penalty au sio faulo ya penalty ni linesman peke yake. Ndio. Lakini ukishamwona linesman katoka kule kakizunguka kibendera cha kona, kaja hapa kwenye 18. Kuja kwenye uwanja, wewe jua yani hamna hata haja ya kupigizana naye kelele. Sana unapoteza muda tu. Kama kupoteza muda sawa. Tuje tuzungumzie goli la Prince Pumelelo Dube. Goli la 3. Goli la 3 ndio liliwanyong'onyesha kabisa. Yani Azam ilibidi waanze tu kuangalia Yanga wanagonga visambusa tu. Kwa sababu kama zile goli ziliendana. Jumapili hawajachelewa, Jumatatu hiyo imo. Wanaambizanaga wale. Unauliza kwa sababu Yanga na Simba au wenyewe? Mimi nazungumzia goli la jana kwanza. Shachoka lile goli la pili ndio liliwanyong'onyesha kabisa Azam. Kuishiria mbali. Jumatatu bwana inatoka kwa Pacome inaenda kwa Prince Pumelelo Dube. Ule mpira bwana aliondoka nao yeye mwenyewe. Kabla ajenda kwa mwenyewe Dube. Tulia bwana. Ule mpira alikuwa na Pacome. Ndio Pacome. Kaachia shuti ukaenda kagonga nguzo. Sio hujaangalia vizuri, umesahau. Nani Pacome kamtupia mwanae Zanzibar. Mtu wa Zimbabwe. Nani? Kamtupia Prince Pumelelo Dube. Dube akaiweka kati, akanyosha, ikagonga besera. Mimi nimeonea hapo sasa. Ilivyogonga besera ikarudi tena kwake mwenyewe, akaiweka kifuani. Akanyosha, Foba akamwambia uwezi kunifunga. Foba kaondoa. Kuondoa si ndio inakutana na zoazoa. Zoazoa kaugusa. Sasa ile kauli ya kuaziba hivi mdomo. Mnaongea sana. Na wale kwani alikuwa anawaambia kina nani? Alikuwa anawaambia Simba. Bwana. Wale na wenyewe wanaambiwa. Na wasikia watu wa Simba wanasema mnaenda kufungwa na Azam. Hivi na wenyewe wao wanaambiwa wale, unajua. Kwa hiyo wanazipitia hizo clip ambao watu wanapokuwa wanazungumza. Wanaenda wanawalisha wale. Wanatia sumu, mnaona? Unamjua huyu? Huyu mzee huyu wa Yanga, huyu mzee huyu wa Simba, huyu mzee huyu wa Yanga, huyu Azam. Huyu shabiki wa Azam. Unawaona hawa? Azam wana mshabiki mzee.
Wote vijana. Wote vijana. Hawana shabiki mzee. Na kama wana shabiki mzee kahasi. Aiza kahasi Yanga, kahasi Simba. Mimi nakwambia hawana shabiki mzee. Sasa kuasi mzee. Nakwambia hivi, kati ukimwona shabiki mtu mzima, kaenda Azam, kahasi. Mbona nikitembelea mitaa Chamanzi pale mbona nakuta vijiwe vya basi wote wameasi. Wote wameasi wale. Sina kwambia director anacheka. Wote wameasi. Wote wameasi, wale walikuwa na timu zao. Kwa hiyo wale Yanga au Simba wameasi. Si hatutaki maumivu, ngoja twende huko. Maka huko uulizi, uambii chochote, mkifungwa sawa, msipofungwa sawa. Lakini huko mkifungwa mnazomewa na wenzenu. Kuna zile kauli ambazo zinatoka zinakuja kuwaumiza. Zinawaumiza. Sasa wamezichoka zile. Ndio Bigi jana, Bigi wa Azam anasemaje? Jamani, mimi kwenye ukweli ni mtu wa kunyooka. Hao wachezaji wa Azam wachunguzwe. Wachunguzwe nini Bigi? Usiwasingizie watoto, wamepewa mzigo, wameelemewa. Ule mzigo mkubwa. Lazima ajiulize, Mwanza tofauti na ile Mwanza tofauti wapi? Wenzenu walikuwa wanacheza na akili zenu. Yanga babu wanacheza na akili zenu. Yanga wanacheza na vichwa vyenu mnavyofikiria, na wao ndivyo wanavyoenda tofauti na nyinyi. Kauli ya kusema kila mmoja acheze mechi zake. Jana wote walicheza. Na kila mmoja akapata pointi 3 na magoli 3. Sasa kila mtu. Mbio za ubingwa mzee Saidi. Bado mechi hizi. Usubiri, wewe si ndugu yangu. Tumezaliwa mimi na wewe tumbo moja. Safi kabisa. Mimi nahangaika na maisha yangu. Wewe unazuba na ninajua unapata hela. Mara umeenda huku, mara umeenda huku. Mtu wa safari, afu safari zako hazieleweki, hela unapata. Wewe unapata hela lakini hela zako zitumii. Mimi natafuta hela yangu, najenga kibanda na wanangu. Kesho utakuja kwangu kuomba msaada wa kuishi. Utanitimua. Tena haraka. Na kufukuzilia mbali. Sasa wenzenu wakati wanatengeneza timu, nyinyi mna maneno. Wenzenu wanapiga hesabu asubuhi, nyinyi mna maneno. Jioni ndio mnaanza kukumbuka hesabu, na wewe utakuja kukumbuka jioni, unaanza kupanga tofali. Kaka nisaidie hela nipaue. Wewe nenda, mimi nimeshajihifadhi, nikupe hela ya wanangu kina Mwishewa aende Ukiwa na maana gani hapo sasa? Nikiwa na maana kwa kwamba tengenezeni timu, acheni maneno ya ajabu kwa wenzenu wanatoa hela. Kumbe kuna kauli zinazungumzika zinatoka pesa. So wanasema wamewanunua wachezaji wa Azam. Kwa hiyo mbio za ubingwa hapo vipi mzee? Nani ana mbio za mechi 2? Nani ana mbio za ubingwa? Bado mechi 2. Jamani. Kete ilianguka kwa Azam. Anamfunga Yanga. Watu wote imebadilika. Hata mimi nilikuwa najua, haki ya Mungu, nilikuwa naongea lakini nilikuwa najua Simba Yanga anaenda kufungwa na Azam. Ile Zanzibar. Zanzibar. Si tuwe mabingwa mbwa. Kwa iliyobaki mbele sasa tarehe 27 anamaliza na JKT tarehe 30. TRA mtawaonea huruma sana yani. Lakini umesikia kauli ya nani? Christina. Bwana na wewe na yule mama anatakwenda akatume matembele awapikie watoto. Mpira una wenyewe babu. Usiongee, unaongea afu unaenda unafumuliwa. Lakini ulimshinda. Nani? Arusha umemshinda. Nilifanya nini naye? Hawakumshinda, hawakufunga. Nilifanyaje? Umetoa draw. Hivi ndo alienda Arusha alitoa draw, afu wote wakubwa walitoa draw kule. Ngoja. Azam ndo akala chuma 4. Azam ndo alienda kufungwa chuma 4. Muliwa chuma 4. Basi tusubiri atamfunga. Si umesema akasema Christina Mwagala. Tena namtaja na jina lake. Akimfumua Simba bingwa. Akimfumua nani? Tarehe akimfumua Yanga. Simba bingwa. Hapa jua liko wapi? Jua linatoka huko. Linatoka wapi? Jua linatokea huko. Linatokea huko. Kwa hiyo hapa magharibi iko wapi? Magharibi iko huko. Basi jua litatoka huko linaenda huko. Ishamaliza mimi. Litoke huko. Litatoka huko liende huko. Tarehe akimfunga Yanga. Wewe unafikiri TRA ndio Yanga ndio TRA nani Azam? Wale Yanga babu. Tumalize na hili mzee Side. Alafu na wenyewe hizi kauli wanazichukua, wanazifanyia kazi. Wapi hao sasa? Wagalatia. Wagalatia wanazichukua, wanazifanyia kazi. Tulikuwa tunajipiga vifua mbele watu wa Simba kwa kwamba Azamu anaenda kutuokoa na tugongea Yanga. Matokeo yake kala 3. Sasa tumehamia kwa nani? Kwa TRA. Tena tunawatafutia zahama, wanaenda kufa vibaya. KMC hapo. KMC anaweza kumvusha maji yule.
Utamvusha maji tena? Akamvusha maji. Tuje bwana upande wako mzee Side. Simba pale Morogoro. Wametafuna miwa vya kutosha kabisa na wamepewa zawadi za kutosha kabisa. Sana. Kwani wewe akianza Rushaini chuma ya kwanza. Hebu ngoja nikwambie Chapesa. Baba. Kwani tungekuwa tunaanza mwanzo tunakaza kama tulivyokaza hivi kipindi cha mwisho hichi. Yanga angekuwa anatusumbua. Kwanza kabla hujaanza kusema kukaza. Mwanzo ukiangalia kipindi Simba inaanza, ligi inaanza. Mchezo uliokuwa unacheza mwanzo na makocha waliopita na huyu kocha aliyokuepo. Unadhani wapi kwenye utofauti au walipofeli Simba mpaka leo hii? Ngoja, kwani huyu hatukuanza naye? Mjaanza naye Steve. Steve kaingia mwezi wa 12. Kaingia mwezi wa 12. Alikuwa bado ana nafasi ya kuirekebisha timu. Na timu sio kocha. Kaingia Steve hajafungwa Steve. Ndio, na timu sio makocha. Ila timu ni uongozi Sheikh. Mtu yote asikudanganye. Timu sio kocha. Ila timu ni uongozi. Kwa hiyo uongozi ndio unatakiwa ukiwa thabiti, timu inakuwa nzuri. Yaani uongozi ukiwa uko vizuri. Niseme kwa Kiingereza spensive sijui. Yaani uwe katika hali ya football, yani umekaa kwa kwamba tunachowaza ni dakika ni pointi 3. Huo ndio uongozi. Na laiti viongozi walioko Simba wangekumbuka asubuhi kwa tunacheza tunaenda kuhitaji dakika za mwisho tunaenda kuhitaji ubingwa, haya yote yasingekuwepo. Umeshinda jana lakini furaha una. Sasa furaha ya nini wakati na jana na jamaa akashinda? Sasa mimi nakuwa na furaha ya nini? Kwa hiyo furaha unaikosa kwa sababu mtani wako huko kashinda. Anashinda. Kila unapoweka kizingiti anavuka. Kila unapofanya hivyo anavuka. Na sisi ndio tuliharibu sisi wenyewe. Kwa tungewafunga pale Meja Isamuyo. Kumbe mechi zenu mngeanza nyinyi kushinda kule, wengine msingeomba misaada huko wengine jamani. Sasa unaomba msaada wa nini wakati umeshampasua? Ungempasua Dodoma Jiji na angeenda kuleta mambo yake, sasa hizi tungekuwa tunapigiana hesabu. Mechi mbili sasa hivi nyinyi mko kileleni. Mimi ndo nasema hivi, uongozi tulionao pale Chapesa hauna maslahi na klabu. Lakini mimi watu wataniona mbaya, dakika za mwisho tutaona. Na kurudia tena naongea hii kauli. Ule uongozi usipoangalia itakuwa kama mwaka juzi Simba alitoka hana chochote. Makosa tayari umeshakibeba. Nini? Lina msaada gani lile? Lina haja gani lile? Muungano si nilibeba hata kipindi kile niko na wale wachezaji yale yenye vifua vikubwa kama mabeba vyuma. Wapi hao? Si Hassan Kante yule, Hassan Kante sijui. Si nilienda nikachukua Yanga hakuwepo. Ile akina Hassan. Lile lilipoanzishwa tu waliposema tunarudisha ile kombe la Muungano, mimi si ndo wa kwanza kulichukua. Si ndio hilo nilibeba. Sasa si ndio nimezoea ndio hilo. Sasa mimi nalitaka hilo. Kwa nataka ligi na FA. Mimi nataka la ligi, hata la FA silitaki. Nataka la ligi. La ligi. Kwa sababu na muda la ligi ndio wewe unaitwa. Yaani bingwa mtetezi wa nchi nani? Hivi sasa hivi ukiulizwa bingwa mtetezi wa nchi nani? Yanga sikakupita pointi 2 yupo kileleni. Hakuna bingwa mtetezi Simba hapo. Haya tuzungumzie kwanza magoli ya Simba Sports Club. Pale Morogoro. La kwanza mnapata la penalty kama. Bwana. Selemani mwanangu. Selemani mwalimu ulikuwa mtaki yule bwana. Alafu limeukwalabua mpira. Unajua kukwalabua? Kukwalabua na kwaje? Ushawahi kuvua samaki kwa kukwalabua? Una ndobogo inaitwa kukwalabua. Ndobogo unaijua? Ndoano wewe unaita ndobogo, wewe unaita ndoano ile ndobogo ile. Mimi nasema ndobogo ile. Kaufanya. Sasa ngoja kwanza. Wanataka yule nyola kwanza tulizozungumzia. Tuje ile goli la Selemani mwalimu. Selemani wao. Mabeki kama wa Mtibwa Sukari walikuwa, Mtibwa Sugar walikuwa kama wamezembea au wakujua kama wamezembea. Timu yenyewe kwa wapi babu? Bwana wewe ulitoa draw pale mzee Saidi. Hoja tena nyumbani kwako. Mtibwa ya kutoa draw. Mimi sijatoa draw na Mtibwa. Hujagawana point na Mtibwa pale. Hujagawana wewe, nimemfunga mechi zote mbili. Wapi? Wewe umetoka naye draw. Aliyetoa draw ni Yanga Dodoma. Unachanganya habari. Mimi mechi ya kwanza nimemkunguta yule. Nilimfunga 2 bila. Utaki. Mechi ya kwanza. JKT mpaka mnatoka pale na mnaanza kusema wachezaji hawajitumi. JKT pale mpaka yule ilikuwa JKT ile. JKT vipi bwana? Wewe bwana Mtibwa draw. Mtibwa akafungwa. Mtibwa umepata pointi 4. Lunyasi tumewafumua Mtibwa. Umepata pointi 4. Uongo. Yanga. Yanga wao. Walimamiwa bwana pointi 4 mzee Saidi. Yanga ndio alitoaga Jiji Diala si ndio alipolia kule.
Yanga alitoa draw kweli, wapi kule? Dodoma. Na wewe hapa ulitoa draw. Hebu subiri. Nani? Jiji Diala anaenda kwa refa. This coming ni sukuma wewe unapuliza filimbi unaleta kati. Wewe kwani kuona nitaku. Wewe this corners na kufungiwa kabisa. Watu kamata huyo. Anatokea mtu anasemaje? Nilimtia jini. Kwa alilogwa. Alomboga yeye nani salomtia jini? Wa Simba. Si uko jamaa mmoja anasema alimdhulumu hela. Watu wa Yanga, mganga wa Yanga. Yanga alimdhulumu. Mbona alitamba sana kwenye mitandao? Akasema mimi amenidhulumu na lile goli ile nilimtia mimi jini. Jini lile likaenda likamtia uchizi akaanza kuzunguka anaongea ovyo. Kwenda ameshindwa. Kasema Mungu wangu. Ndio goli 3 pointi 3. Sawa. Selemani Mwalimu kambani. Hizo tunajiwekea kambani. Hizo tunajiwekea faida kwenda kwenye nafasi ya pili. Rushani mechi ya pili anashinda. Sawa, sima penalti. Anajua kupiga penalti. Penalti zake unazonaje Msisaidi? Sasa mchezaji yule babu, kiwango tu kule Mamelodi kimekwisha. Basi ndio hivyo, chukueni nyi wa mkopo. Simba siku hizi imekuwa wakichukua wachezaji kwa mkopo. Mechi inayofuata unakutana na Singida Black Star. Itajulikana hapo hapo. 27. Itajulikana hapo hapo. Itajulikana hapo. Kwanza inachezekea wapi? Hapo ndo uwanja sijajua kama mtarudi je kule Meja Isamuyo na tarehe 27. Meja Isamuyo tulishafukuzwa. Sasa wote mnacheza tarehe 27. Yanga anacheza tarehe 27 na wewe tarehe 27. Yanga kwani mechi ni ya nyumbani au ugenini? Yanga mechi nyumbani. Mechi nyumbani na TRA. Nani yuko nyumbani? Nyumbani Yanga. Basi anaondoka anaenda zake kwenye maji huko. Atamvusha tena maji? Si atuachie hapo. Na akifungwa pale si ndio basi tena? Nani akifungwa? Nani? TRA. Mtamwambia nani awabebe? JKT bado yupo. Na ndio dakika za mwisho. Na kwanza TFF wamalize ligi. Tumechoka. TFF wamalize ligi. Tuanze kupigizana kelele kwenye usajili. We nchi zote zimemaliza ligi, iko Tanzania tu. Hata mpange matokeo jamani, Yanga anachukua ubingwa. Hii nawaambia TFF, hata mjizungushe vipi. Mseme kwa kwamba hapa itatokea jamani Yanga aenda Simba achukua ubingwa. Mimi kweli Simba penda na naomba Simba achukua ubingwa, lakini kwa hali hii haiwezekani. Malizeni ligi tujue watu tuanze kusajili. Kwa hiyo kauli ya GSM uko nayo? Ya kufanyaje? Anakosea sasa yule baba. Wewe si nilikwambia siku zile. Yule akipelekewa kitonga mzee wasalimie, waeleze hawa sijui na nini. Sawa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salamu. Matarumbeta hayo. Mwishoni. Bwana asifiwe. Uzima wa milele sijui amina. Matarumbeta hayo wale mavuvuzela. Kauli ya mwisho. Yanga bingwa. Na kweli Yanga bingwa. Turudi hapo kwa Yanga bingwa. Unaiona katika historia ya Yanga Sports Club kama atachukua kombe msimu huu tena mara 5 mfululizo kupitia uongozi wa GSM. Unaona ni tajiri ambao anakuja kuvunja historia kwa mabosi wote waliopita pale Jangwani. Kwanza nchi nzima. Nchi nzima yani tena Afrika Mashariki. Afrika Mashariki umevunja Yanga. GSM amevunja Afrika Mashariki yote. Hakuna tajiri ambaye anachukua ana uhakika kwa sababu mimi nikisema ananunua mimi sijawahi kuona, kwa hiyo siwezi kuthibitisha. Kwa hiyo anafanyaje? Anapanga matokeo. Sijawahi kuona akachukuliwa hatua za kisheria akapanga matokeo. Kwa hiyo kafanyaje? Kachukua katika football, kaandaa timu yake. Ndio jibu linalokuja la kimpira. Haya mengine sijaona. Kwa kwamba mimi huyu aliandaa timu ndio nitakacho kijibu. Ndio kaenda kachukua ubingwa. Sasa habari ya kwenda kusema katoa hela, kamnunua nani, kafadhili vilabu, sijui na nyie kufadhili vilabu mlikuwa wapi? Tusitafute maneno ya kujitetea. Mimi na wangoja hawa. Filimbi ile ya mwisho ile. Tumalize la mwisho mzee Saidi. Niambie ndugu. FA ndio. CRDB Federation Cup. Imevushwa maji. Unguja tena imevushwa tena maji. Gombani Pemba tarehe 4 kinapigwa pale Pemba. Simba Sports Club zidi ya Azam. Pemba finali. Azam bingwa. Azam bingwa. Ndio Saidi bwana wewe. Tumalize Azam bingwa. Azam bingwa. Azam bingwa. Kweli? Yaani Mungu asaidie tu, lakini Azam bingwa. Pemba Gombani.
Siweke hiyo kauli yangu. Tarehe 4 mzee Said. Tarehe 27, 26 leo. Wewe iweke hiyo. 25 leo. Iweke hiyo kauli yangu. Azam bingwa. Azam bingwa. Kwa Simba mbaki na kombe gani? Watajua wenyewe. Neno la mwisho baba. Mimi niseme nini? Nangojea tu. Kuelekea mchezo wako dhidi ya Singida. Nangojea. Wewe unaona nilivyopoa? Sasa mimi hata mchezo wa Singida unanihusu nini? Ubingwa nishakosa, unanihusu nini mimi? Bado ubingwa hujakosa. Wewe nenda zako huko. Pointi 6 bado unazo. Tena mpira tena umechukuliwa hapo umepelekwa Gombani. Haya. Wewe imevushwa maji, yani boti yani jamani, yani hata FA mnatuvusha maji mnatupeleka mbali ili mradi tu mkatuzalilishe. Sawa. Mimi shamaliza ujue. Sawa. Bwana, mimi sina la ziada. Huyo ndo mzee Saidi. Alizungumza kabla ya mechi kuwa Yanga afungwe mara 2. Ndicho kilichotokea. Yanga jana amepeleka amecheza mchezo na Yanga na Azam. Yanga akitoka na ushindi wa goli 3-0. Azam ile iliyocheza Mwanza ni tofauti na ilivyocheza kule Zanzibar. Wengi wao wanasema wenda amejivunja, wenda nini. Tunasubiri maoni yako mwanafamilia wa Chapesa Media, comment, share na like. Pia endelea kutufuatilia katika social media zote. Tuko Instagram, Facebook na TikTok. Wewe ndo mzee Saidi bwana, maoni yake na ushauri wake kwa wanasimba. Mtasema umejivunja, mtasema wameumia, mtasema lakini wamekula 3. Au ndio Wagalatia huwa hawamalizi hasira zao mpaka wakumalize. Kwa hiyo walitumia hasira zilizotoka kule wameenda kuzilipiza huko. Alafu kule ndio maana hujaipata. Na ndio maana nimekuambia hivi. Umemwona fullback nani? Mohamed Hussein. Umemwona fullback nani? Yao. Katoka Mohamed Hussein jana kaingia yule mtoto Shomari Kibwana. Dakika za mwishoni alitoka yao akaingia, lakini Mohamed Hussein kamaliza. Nyinyi huku mnasema Mohamed Hussein kazeeka, alafu hakutaka kusikiliza maneno. Laana. Mohamed Hussein hana laana. Wenye laana ni nyinyi mnaoondoa wachezaji wetu sisi pendwa kuwapeleka Yanga. Wanazidi kuumia Mohamed Hussein. Yaani wewe acha rafiki yangu. Bwana, mimi sina la ziada, tukutane baadaye. Bye bye.